kidogo alikuwa sijui na tofauti na wenzake pale kazini. So uchunguzi italenga kujua kama amepotea, alipotea kaenda wapi. Ni bahati mbaya kwa vile alikuwa amewacha simu kwa nyumba ikichaji. So ile kitu tunaomba tu ni wale washahidi kama wako watupatie taarifa ili tuweze kufuatilia mienendo ya huyo director wa revenue. So nafikiri kwa sasa ile kitu tutasaidiana ni tukue na utulivu, tupatie nafasi, kwa sababu tukifanya maandamano haitatusaidia. Ile itutusaidia ni tutumie hii simu yake, kwa sababu nasikia familia wanatuambia alikuwa kwa simu kila wakati na kazi yake ilikuwa imekuwa mingi. Wakati alipostiwa ama alihamishwa, alipata uhamisho kwa ile kitengo ya kuwa director wa revenue. So nafikiri hapo kulikuwa na tofauti na wenzake, ambaye alikuwa ameexpress kwa wale wazee ambao walikuwa wamekutana na wao, na akaonyesha kwamba alikuwa na wasiwasi kwamba kuna pengine watu wengine ambao wanaweza kuwa na lenga kumdhuru. So ni ile tu tusaidiane sasa, tujue tutafute mahali yako. Kuanzia jana walienda kuanza kufanya uchunguzi kufuatana na hiyo statement ambayo iliandikishwa, na sasa ni uchunguzi kumtafuta mahali aliko ndio imeanza. Na kwa vile hakukuweko na mwenye alishuhudia, ni wale marafiki zake watusaidie sasa kuandikisha taarifa kwa DCIO. Kuna baadhi ambao wamerekod na kuna wengine bado hawajaandikisha hiyo taarifa kwa DCIO, ndio aanze kufanya uchunguzi. Kwa majina, mimi naitwa Salata Hassan Tadicha, mimi ni mwanaharakati. Leo kama kikosi cha wanaharakati tumeleta familia hapa kwa ofisi ya DCC. Tuna complain about abductions. Isiolo abductions zimekuwa nyingi sana, zimepita kiwango. Leo tunazungumzia mzembe kwamba anaitwa Ali Godana, alichukuliwa kwake nyumbani masaa ya jioni. To date, serikali kuu haijazungumza ikasema ni nani yuko naye ama yuko wapi. County government hawajatoa statement kusema ni sisi tunajua mahali yuko ama tunamtafuta. But our message kama human rights defenders from Isiolo, tumechoka na abductions, tumechoka na watu kuchukuliwa ovyo ovyo. Our demand is very simple. Kama Ali Godana amekosea, afikishwe mahakamani. Kama hajakosewa, arudishwe kwake nyumbani. Sisi tunataka kumuona alive and kicking. Mzee alikuwa anafanyia serikali kazi, na serikali ya county iwajibike pia imtafute. Na sisi kama wanaharakati tuna condemn any abduction cases in Isiolo na nchi nzima. Serikali ya Mheshimiwa Ruto ilisema itamaliza abduction cases, but bado zinaendelea. Swali kubwa kutoka kwa wanaharakati, mpaka lini mtachukua viongozi wetu ama mtachukua watu mkiwaficha?